iria mheshimiwa waziri nkujulishe na achuite 2.45 billion cha kuthithia sewer line under the Ministry of Water. So bukagwatanira sewer line iu na all systems are done imundaki turetere ambuge naru intuko nene mono kia karibati mau paburi na meru at lunch naru intuko nene mono tuthurene aja antu babonthe okuona beya bakwijite ku witness intuko nene kira gitwite kirituire kuruirwo kuma egitara mau mwanka giakinyira na kiotangiritwe imwana mau still kionekana. So untu bubu bwakarikana arua kuchokia munda jwa county then county government na sana timo municipality no nturuko rurothura na ara timo kaigua rukejirwo kuma Meru nini rori uma kuma Meru town mwanka timo arafu ikamata rukoru wita wikia na ara ankunga inyama gutajara jo ngwera nyunyaira thaija kutha rieto jakwa Peter Wanjoeri Mwariama inda thuriro community ndeshia manero tongeretie mantu ja munda jojo itwa jokeria nafasi as a community kwikia mantu ya munda jo kotin miaka 5 ethiri na inko werua mono no nto bwa thirikari ire ona ndi mutuma na waziri wa lands na community yonde na ofisi no nto bwa tutetheria no nto bwa tunga mukono miaka 5 etirari muchetho nenyo bange biyete munda tunakuja na mimi tukamechokia gavana oratu noe aliuga imwegembe ora mungentu na munda yonde agachokia iko kona tukwambira jo itumbi nenya next week tutochokia jonge jura jo ajukiro itima kera jo community na jombo tete community tumaja tutete ruiriro rera kwina wamba ba miunda sana na kure antu batura bakaririte miunda ya mwingi baethetie ni yao so tukaumaja tuthingate no ntu gavana oratu eno thaiji amona thirikari we kuma waziri na batuture MCs tukwatanirite kira tukwenda igwakikisha miunda iria mwingi ii namba ba miunda tumichokia. Mheshimiwa Mugambire ndikirie ugite akendelea kuruira miunda nthe ya buri so twashirikiana na MCAs na waziri Joy uti munda jwa buri jukaura kumira na ara ceremony bwijore athithagia katheri so atukuromba tuendelee kugwatanira na kira giatigara na ndi bau bangi baria bakona nteto ii bamenye ethra nuiyete munda county na ethra nuiyete munda ndene timo wandi iugwa next ukeja kwithira jojo munene ujo kwari kiremdi ti ugo wiyete gaika kamwe ugo tugakweberia rukiri tugwatene na waziri tugwatene na MCA bangi na tugwatene nya na MP lazima tugaitaniria ngugi turi amwe for the sake and benefit ya antu batimao na benefit ya antu baburi at lunch. So tugita mbere ni ati mubunge wa gishiko bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro na ukete biorio konia thirikari kigina kira yekite ya chiringi mwanja kia mauto lita kira kieombire kwithege kwa mwaka muthiru akiwa mbeche ichietire kurea mukombo yonge ntubwitete mbere na kwinyilia Kenya kumania na mauri ya mauta yara yaonekete kwithira ya gate ya nene ngolokina ameneretie meambo ya minister wa kigina John Mbadi Ntukuye Ngoro akiwa nethirete akiareria mauri ya mauta mugarwapura yabatere kwithira ya kita mbere. Some of these issues that we are raising, unfortunately, you can't wish them away. You can only solve the problem that is there. If you are not solving it, then whatever explanation you give may not suffice. And I want to be sequential. Number one, I saw the responses from the Minister for Energy and the Minister for Transport. And I also saw the response from the Minister from the National Treasury. Of note is that yesterday morning, there was conflicting responses from the chair of EPRA and his CEO. Even the responses that were given by ministers, I wish they had communicated in the morning so that even if they are responding and even if they are not telling the truth, at least to align and give one side of the story. Otherwise, Kenyans may lack faith by seeing conflicting information coming from the same government. The critical issue is this one. The fuel price now currently in Kenya, just citing petrol, is 186 shillings. If you cross the border and you go to Tanzania, in this month, they are equivalent of EPRA that does the same that EPRA does. If you just check or you call anyone in Tanzania,
the petrol prices in Tanzania currently is 142 shillings. The petrol prices in Uganda currently is below 182 shillings, marginally lower than Kenya. But diesel is much cheaper than Kenya, of course, because diesel in Uganda is below 170 shillings. If you go to Ethiopia, the current price of liter of petrol is maybe around 122 Ethiopian birr, which is also below 125 Kenya shillings. If you go to a place like Rwanda, Rwanda prices are also below 170 per liter of petrol. So the basic issue here is that the fuel prices in Kenya have been high, not because of global issues, but because of exorbitant levies and taxes. And of note is that the government actually introduced a levy of 7 shillings last year. And that is why, even when global oil prices went down, Kenya never noted, because that is the period when the government then inserted the 7 shillings as part of the fuel levy. I also, because I read some of the responses, because I was really looking forward to getting the truth. It is good that the Minister for Energy and the Minister for Transport restricted their responses to the issue at hand. But it was very disappointing to see the Minister for the National Treasury trying diversionary tactics. I want to remind my brother that he is no longer the chatterbox he used to be. Now he holds a position with responsibility. And the docket where he holds and which he is the minister or cabinet secretary is an empirical docket. It is not a theoretical docket. His responses tugita mbere nteri ingi ni ati arimi babiewa ibekiri wirane ati bakethe bakigunikana kimira kinde ne ya mieri 3 iraba ingiri iwanda bya sukari. Mulwamiri munene wa bodi ya sukari Kenya niyo Jude na ureti arimi kwithira bakiwa tarendekithiria riri ya kuingirwa kwa factory kwa mieri 3 nonto wona cheruro bakethe bakigunika nene nonto gaita kwendia bewa bio bikethire nyabie kurikia ukura boya. Uamuzi wa bodi letu la sukari kufunga zile factory ambayo ziko Lower Western na pia Upper Western ili tuweze kungojea miwa ikomae, kwa sababu ile miwa kulingana na survey yetu ilikuwa inaonyesha kuwa miwa ni changa na mingi iko kati ya miezi 9 na miezi 12. Kwa hivyo tukiweza kungojea miwa imee kwa mwezi 3 itakuwa faida kwa mkulima, kwa sababu ikivunwa saa hii itakuwa na uzito ndogo, na tukivuna baada ya mwezi 3 itakuwa imeongezeka, kwa sababu katika kila tani katika kila mwezi mkulima anapata faida ya tani 4, na kwa miezi 3 hiyo ni tani 12, na ukipiga hiyo hesabu inakuja 72,000. Kwa hivyo hatutaki mkulima aumie, kwa sababu bila mkulima hatuwezi kuwa na hizi factory zetu. Kwa hivyo naomba wakulima wavumilie kidogo, na pia na imiza millers waweze advance farmers kwa hii wakati muda ambao tutafunga, wasaidie wakulima waweze kujimudu, na baada ya hiyo ile faida ambayo itakuja kutokana na uamuzi huu utafaidi mkulima na pia utafaidi wenye mafactory, kwa sababu ile sukari ambayo watatengeneza itatumia uzito kidogo kutengeneza sukari mingi. Na pia nchi yetu huwa tunachungwa kupitia ile COMESA safeguard, na ita expire November 2025. Kwa hivyo sukari hata ile inaingia nchi ni sukari ambayo ni ile tu kidogo. Tunazuiliwa tusiingize sukari mingi kupitia hiyo safeguard. Kwa hivyo naimiza wakulima wetu wakuwe na wavumilie, kwa sababu wakati watafaulu ile pesa ambayo
watapata kutokana na hiyo uvumilivu itakuwa pesa mingi ambayo itawafaidi na wanaweza pata manufaa katika maisha yao na kazi zao za kila siku. Kathashe mwanya mnono ntubo kona kanya gakwatana abadu kinde tuchieto chia weru tha mwanja ngakwendera kaita kia honimbeto awinio Kenyero.